unaendelea nacho. Unaweza kusema huyu ni mjukuu wa nani? Unaweza kusema mbona ile yuko vizuri sana. Lakini nini kizazi kinaendelea, kingine kinaenda huko tumepotea, wengine angalau wanajitahidi wanaenda huko. Bwana sio sana. Kwa hiyo kinachotakiwa ni nini? Tukifuata kanuni za maandiko, sisi tusikanganie sana tu kusema kuboresha afya za watoto wetu, kuboresha elimu ya watoto wetu, kuboresha nini sijui nini, lakini tujaribu kuboresha hata kiroho cha watoto wetu. Bwana sio sana. Watoto wafundishe maneno. Na anasema unapomlea mtoto ndio akuabe. Bwana sio sana. Sisi watoto wetu tuwalea sana kwa maneno. Nilikuwa naongea hapa ni kwamba kuna watu wengine baada ya kufanya ibada nyumbani unakuta mnakalia watu. Hivi watoto wale unawalea au unawabomoa? Mpaka watoto wanajua tu nyumba ya nani ngapi. Nakumbuka habari fulani alikuwa ananisimulia rafiki yangu. Walienda kijijini. Wakati wamekaa babaka kanaongea sema ni sehemu fulani hiyo. Hao watu wanaekaa maziwani. Akana msimulia mtoto. Wanaongea tu na mke wake. Umesikia baba nani? Baba nani huwa anajigeuza kuwa mamba. Akijigeuza kuwa mamba ndio anayekula watu wanayeliwa na mamba. Kumbe katotoka nasikia. Ni baba nani anageuka kuwa mamba yeye. Katotoka kaenda. Mzee amekata. Ndio huyu baba. Alikuwa anamsema huyu. Anajigeuza kuwa mamba. Sika kama huru. Mzee anashangaa. Kumbe anasema kwamba anageuka kuwa mamba. Sasa ndio huyu. Unaona nini? Nyinyi mnaongea wewe mnaongea maneno ambayo hayafai kwa watoto. Na watoto wanabeba. Bwana siwe sana. Watu baada ya kuwafundisha maneno baadhi ya mtoto, bwana mbinguni nini kuna 1 2 3 na unaongea tu watu nasema tu watu mekaa tu. Mkango. Nani? Unamwambia yuko 1 2 3. Na katoto vile vile. Si unakafundisha. Na watoto wanajifunza sana kwa kuigiza, kwa kuiga. Hata maneno mtoto kama wewe ni mtukanaji matusi, mtoto atakuwa ni matusi matupu. Wewe kama unamtaja Mungu mara kwa mara, mtoto atakuwa anamtaja Mungu mara kwa mara. Bwana asifiwe sana. Lakini ndio maana sasa tugawe muda wetu ugawe vizuri. Tupangilie mambo ya Mungu. Kwa pamoja na kwamba familia zetu kweli zinahitaji kula, zinahitaji kunywa, zinahitaji kuvaa na familia zetu zinahitaji neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Ili watoto wetu wasije wakapotea. Nilikuwa natoa mfano huu. Mfano kabisa. Bwana asifiwe sana. Ili msije mkaelewa kama ningeanza kuongea tu kama kuna kuwa hivi muione tu. Ningeanza kusema ningeendelea huyu amezaa watoto 4, wawili wa nini? Mngekuta rundo kubwa karibu nusu ya kanisa au robo tatu ya kanisa ni wapagani. Bwana asifiwe sana. Lakini nilikuwa natoa tu ni mfano. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo muda wetu tuupange vizuri. Ibada kwenye majumba yetu isikosekane. Bwana asifiwe sana. Watoto maombi, tunaomba sana. Tuwalilie watoto wetu. Ni vitu vingi sana shetani anatuwinda sana sisi tuliokoka. Bwana asifiwe sana. Na anaingia sana kwa watoto ili kutuofisha. Shetani huko ndo anakotafuta sana huko ndo anakotafuta sana. Ili anatuharibu mioyo. Bwana asifiwe sana. Sio kusema yeye anataka kugonga kule. Akiona wewe mzazi umesimama vizuri, anawanyemelea kwa watoto. Wewe sio kumlaumu mzazi. Bwana asifiwe sana. Mzazi huwezi kumlaumu. Watoto shetani ili akudhoofishe wewe, anatafuta watoto. Bwana asifiwe sana. Lakini tusikate tamaa. Kama nilivyosema pale mchana kwamba tuwaombee. Hata kama wameenda huko, lakini tukiwaombea Mungu atawarejesha. Bwana asifiwe sana. Na watakuja wenyewe wanatubu, watakuja wanalia. Tusikate tamaa. Shetani pale akitukitikisa, kuna siku moja Mungu tukimwomba, Mungu ni mwaminifu. Anasema ombeni chochote nanyi mtapewa. Bwana asifiwe sana. Na watoto wetu waliokengeuka, hata ndugu zetu waliokengeuka, Mungu anaweza kaja kuwaokoa na wakamrudia Mungu. Bwana asifiwe sana. Mimi kuna kijana wangu ambaye nimemlea, ni mtoto wa dada yangu, dada yake wa kwanza kwa mama yangu. Ana miaka kama 35 hivi. Ni kijana tu mkubwa. Bwana asifiwe sana. Huyo nimemlea akiwa mdogo mpaka amefikia mtu uzima. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anasumbua, wizi ni mwizi. Yeye anataka aoe leo, kesho amefukuza. Bwana asifiwe sana. Huyo nilikuwa naomba, Mungu amekuja kunijibu kwa mkupuo. Bwana asifiwe sana. Wamekuja kuokoka, yeye akaokoka na mtoto wangu akaokoka. Alafu anasema ameokoka kwa kishindo, anashuhudia, ameenda kukokota watu ambao wameshindikana ndio amewaleta kanisani. Na kanisa linaendelea kujaa. Bwana asifiwe sana. Yuko pale Tukuru. Lakini nini? Mimi simkatia tamaa, nilikuwa namuombea. Ameniletea fujo, alipokuwa tu akaanza kuniletea fujo, akanisahau kama nimemlea ni mimi. Lakini saa hizi ameokoka, anashuhudia, uwezo kaamini. Na anasema Bwana ningeokoka kipindi kile, ningekuwa mbali sana. Kwa hiyo shetani akiwakaba, sisi tuendelee kuwaombea na Mungu atawaokoa. Bwana asifiwe sana. Mungu atawarejesha tu. Wala sisi tutakata tamaa.
Kama nilivyosema kwamba yule baba aliyopoteza mtoto, yule mwana mpotevu, alipotea, baba alisahau kabisa kama nina mtoto. Lakini naona yule baba alikuwa anaomba. Yule kaka yake alikuwa anaomba yake lipotelee huko. Lakini baada ya maombi yale kumfikia Mungu, siku moja akaja kuonekana. Ndio maana yule baba alikuwa na furaha sana. Bwana siwe sana. Alimtesa sana tu. Alihangaika, mtu anamempa mali zote, hata alikuwa ajui, likaje tu lenyewe tu limechafuka. Baba, naomba tu wewe uniweke tu mtumwa. Bwana siwe sana. Lakini baba kwa sababu alikuwa na huruma akampokea. Bwana siwe sana. Hata watoto wetu waliopotea wameenda huko, tusije tukawatia tamaa. Sisi tunaendelea kuomba, tuweka ratiba yetu vizuri, maneno ya Mungu tunashika vizuri, wakija tunawashuhudia, tunawaombea. Bwana siwe sana, usikate tamaa. Mungu siku moja atawarejesha. Bwana siwe sana. Ndio nilikuwa nasema kwa sababu najua nimeanza kusema nitasema ugonjwa unaoitafuna watu, ugonjwa. Naona kuna ugonjwa COVID, kulikuwa na ugonjwa na COVID imekuja, kuna ugonjwa mwingine mpya. Bwana siwe sana. Nikasema ili tujue ugonjwa, huu nao ni ugonjwa. Bwana siwe sana. Unatutafuna taratibu pasipo sisi kujua. Huo ni ugonjwa wa kiroho. Bwana siwe sana. Wala sio kumlaumu mtu. Ni shetani anatuwinda na anataka kutudhoofisha sisi. Lakini sisi tumwelekeze macho yetu kwa Mungu, tumuombe Mungu ataokoa na ataokoa hata kwa hii. Bwana siwe sana. Kwa hiyo sisi tusifurahi kwamba sisi upagani unaendelea. Sisi tuomboleze kwa Mungu, tumulidie Mungu. Mungu atazidi kuokoa bwawa hii, atazidi kuokoa watoto wetu, atazidi kuokoa ndugu zetu. Bwana siwe sana. Anasema mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Bwana siwe sana. Kwa hiyo sisi tuingie vitani, tuingie kwenda kuvuna. Bwana siwe sana. Watu mavuno yako tayari, yanayohitaji ni wavunaji. Bwana siwe sana. Kwa kufikia hapo, mimi sikutaka kama niwapoteze muda. Najua siku ya leo ni siku ya hitimisho. Bwana siwe sana. Mimi naweza nikaongea kwa ufupi lakini ukanielewa. Bwana siwe sana. Nishajifunza kusummarize vitu. Sipendi kwamba nikawavuta hata kama nikieleza mara ngapi, lakini mmenielewa. Bwana siwe sana. Kwa mfano tu uliokuepo hapa. Kwanza tukufundisha mtu kwa vitendo, mtu anaelewa zaidi kuliko maneno. Bwana siwe sana. Na hili somo kwa ningekuwa naeleza kwa maneno msingenielewa. Lakini nilipofundisha kwa vitendo mmeshaelewa. Bwana siwe sana. Kwa hiyo kitu kinachosema ni nini? Upagani unakuwa kama unakuwa kuliko Ukristo. Bwana siwe sana. Mungu awabariki kwa kunisikiliza. Mama kama mwenyekiti